Habari za wakati huu rafiki, karibu katika kipindi chako pendwa cha Nyayo za Mnasihi. Mwandaaji na mletaji ni Mwalimu Daniel Lumala. Kipindi kilichopita tuliangalia John Holland na makundi 6 ya watu. Nadhani tulifurahi sana. Karibu leo tumwangalie Donald Super katika nadharia nyingine ya saikolojia ya kazi inaitwa Self Concept Theory. Donald Super anaamini kuwa mtu ili aweze kufurahia kazi yake hana budi kufuata hatua 5 muhimu, na mtu anapofuata hatua hizo 5 anapata kujielewa au anapata kukidhi mahitaji ya kazi yake husika. Anapima kwa kigezo cha kumwangalia mtu wa uwezo wa mtu binafsi pamoja na mabadiliko kulingana na wakati. Karibu. Hatua ya kwanza ambayo Super anaiangalia ni hatua ya ukuaji. Katika hatua hii, mtoto kuanzia mwaka 0 hadi miaka 14 anakuwa hajui chochote kuhusu ulimwengu wa kazi. Chukulia mfano, ukiwauliza wanafunzi wa darasa la 2 swali hili: wangapi mnataka kuwa wanasheria? Nadhani wote watakujibu mimi. Swali lenye kufanana na hilo, wangapi mnataka kuwa walimu? Vile vile watakujibu mimi, wote wakiwa wananyosha mikono. Wangapi mnataka kuwa wanajeshi? Watajibu kwa mfano huo pia, watanyosha mikono wote, kwa sababu bado hawajawa na utambuzi wowote kuhusu kazi. Hatua ya pili, lakini kabla sijaenda hatua ya pili, Petro anaaksi hatua hii. Petro amelelewa katika familia ya wavuvi. Baba yake na kaka yake Andrea walikuwa ni wavuvi wa samaki. Hakujua kama kunaweza kukawa na jambo jingine nje na uvuvi wa samaki. Hatua ya pili ni hatua ya exploration, hatua ya uchunguzi. Katika hatua hii, mtu au mtoto anatambulishwa katika ulimwengu wa kazi. Anatambulishwa kwa kuchunguza kazi mbalimbali, kwa kuchunguza machaguo mbalimbali ya kazi, hatimaye kuwa na jibu stahiki linalompendeza katika kazi anayotamani kuifanya. Tuchukulie mfano Petro. Kutoka kwenye uvuvi wa samaki anakuja kuwa mvuvi wa watu. Baada ya kuoneshwa na Yesu mwenye uweza kwamba anaweza akafanya pia kazi ya uvuvi wa watu, Petro anakubali wito. Tujaribu kufikiria kama Petro angelikuwa na miaka hiyo 0 na kuendelea kwenye 5, 6, sidhani kama angeridhia kwenda kuwa mvuvi wa watu wakati yeye amezoea kuwa mvuvi wa samaki. Chukua muda ucheke kidogo. Hatua ya 3 ni hatua ya uanzishaji, na kwenye hii hatua ya pili inaanza miaka 15 hadi miaka 24, mtoto akifikisha umri huo. Hatua ya 3 ni hatua ya uanzishaji, establishment stage. Katika hatua hii ya uanzishaji, mtu anazidi kujiimarisha, anazidi kufanya vizuri katika kazi yake. Anaanza kuongeza kama ni viwango vya elimu. Anaanza kuona ni namna gani anaweza akajiimarisha, ni namna gani anaweza akaanza kufanyia kazi yake husika. Kwa mfano, Petro baada ya kuwa amekubali kuwa mvuvi wa watu, hakuridhika. Akazidi kupasua maanga zaidi kwa kuwa mhubiri
Biblia inaonyesha alikuwa akihubiri katika mojawapo ya kanisa machanga, lakini kadri siku zilizozidi kwenda alizidi kupanua wigo. Hatua ya 4 ni hatua ya uimarishaji. Kutoka kwenye uanzishaji sasa ni uimarishaji, maintenance stage. Katika hatua hii mtu anaanza kuongeza vyeo. Kumbuka katika hatua ya 3 ile mtu alikuwa anaweza kuongeza elimu ili aweze kuwa na viwango vizuri vya elimu, kuongeza ujuzi wake ili aweze kufanya kazi vizuri, kuanza kufanya kazi vizuri. Lakini katika hatua hii ya 4 mtu anaanza kupandishwa vyeo. Ukiona mtu anapandishwa vyeo, ujue hatua hii ameweza kuimudu zaidi. Na katika hatua hii ya 4 inaanza kutoka kwenye miaka 24, 25 hadi miaka 44. Katika hatua hii mtu anapata nafasi ya kufanya vizuri zaidi, kubadilishwa nafasi. Leo alikuwa mkuu wa wilaya, anakuwa mkuu wa mkoa. Alikuwa mbunge wa kuteuliwa, anatamani kugombea aweze kuwa mbunge kamili. Hii ndiyo furaha ya mfanyakazi aliye bora anapoifikia hatua hii. Hatua ya mwisho ni hatua ya upunguzaji, decline stage. Hatua ya upunguzaji. Tunamaanisha nini? Miaka 44 tulisema hiyo hatua ya maintenance inaanza miaka 44 hadi 64. Niweke sawa? Sasa katika hatua hii ya decline stage inaanza miaka 64 na kuendelea. Hapa mtu anaanza kuwaza kustaafu. Utendaji wa kazi unapungua pia. Majukumu ya kifamilia yanazidi kumwandama. Anaamua kupunguza utendaji wa kazi. Alikuwa anaweza kuyahudumia maduka labda mawili, anaamua kubaki na duka moja ili asiweze kuhangaika, asiweze kujikuta anaingia hasara. Manake kadri uzee unavyozidi kuingia, nadhani tunajua kuna wakati memory inaanza kumbukumbu inaanza kupotea kidogo. Sasa katika hatua hii anaona ni namna gani anaweza akapunguza. Anapunguza utendaji kazi, anaamua kustaafu. Na hii ndio hatua ya mwisho ambayo mtu anaweza kuamua kuacha kazi au pengine kustaafu kabisa. Wakikuuliza ni nani? Ni mwalimu mwenye darasa lake, Mwalimu Daniel Lumala. Nikutakia wakati mwema. Karibu.